This is KTN News. Ukiwa na so mfukoni, uko sawa. Game moja moto sana. Kariobangi Sharks wanacheza na Everton FC 7th July Kasarani Stadium. Patilo Moto atakuwa amechangamka pale midfield na Morgan Schneiderlin. Tiko za regular ni so pekee. Imagine kuna Everton akicheza ball Kenya na 102. Regular tickets will be available from the 1st of July. Tukutane Kasarani. SportPesa, make it count. The right career can be quite a task, especially after high school. Sometimes you are unsure. Even when you do choose, you need a mentor to guide you through, be it in advancing your qualifications or just settling in the career. This is why the Standard Media Group invites you to a higher education and career fair at KICC Courtyard on Saturday, 27th July 2019. Come meet and interact with Kenya's premier higher education institutions, watch a current set book, listen to talks by mentors, speak to education consultants, and more. There will be lots of fun, including dancing, rapping, chess, among others. Keep the date. This week's episode of Area Code will be taking you on a tour of Nairobi's Thome Estate. Thome means entrance. I was looking for a place which I can afford and a place which is not too congested. Thome 5 is the only living suburb in this area that has earth roads. Frankly, that's the best we can get. We started from nothing. The once vast and popular coffee estate, stretching more than 1,000 acres, has now become a mixture of a blessing and a curse for the residents here. This is a raw sewage. It's coming from these flats. Or these commercial buildings. These commercial buildings. Join us on Sunday night at 8:30 p.m. on KTN News as I tell you more about an estate which belonged to Kenya's first Jewish immigrant family. This is KTN News. Bila shaka mtazamaji, kipindi ni Siasa za Kanda, ikiwa tunajadili athari za jumuiya, hususan katika kipindi ambacho kumekuwa na cheche za maneno hapa nchini Kenya na hata nchini Tanzania kule kutoka kwa viongozi wake, jambo ambalo lilipelekea mapema siku ya Jumatano hivi serikali ya Kenya kupitia Rais Uhuru Kenyatta kumtuma waziri ambaye anahusiana sana na masuala ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, Waziri Aden Mohamed, kwenda kupeana kauli ya serikali ya Kenya kuhusiana na mzozo unaoshuhudiwa ama uliokuwa ukishuhudiwa wakati huo. Hebu tusikie sauti yake Waziri Aden Mohamed ambaye alikuwa katika bunge la Iyala kule jijini Arusha. The actions taken by the Kenya government on the said legislator should be seen as the clearest and strong demonstration and commitment on our part to condemn such utterances and be a warning to other like-minded leaders across the region who may be harboring similar agendas. Ni Waziri Aden Mohamed huyo akizungumza mbele ya bunge la Iyala kule jijini Arusha. Hivi sasa tunakwenda mpaka Tanzania, tunakutana na mwenzangu ambaye mchanganuzi wetu ambaye yuko katika maeneo ya Dar es Salaam. Samahani, awali nilikuwa nadhani uko maeneo ya Arusha, lakini uko maeneo ya Dar es Salaam pale Kibamba. Hatua hii pia tunaarifiwa kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa pia aliweza kutoa kauli yake kuhusiana na huu mkwamo ambao uliweza kushuhudiwa wiki iliyopita.
Kwa kauli yako wewe mwenyewe unachukuliaje hii hatua ya serikali kuja mbele kwa haraka na kusema kwamba haya makauli ambazo zimeweza kutolewa kutoka kwa viongozi wote wawili kutoka hapa nchini Kenya na Tanzania pia zimepuuziliwa mbali? Mimi nadhani kwanza nawapongeza serikali ya Kenya, napongeza serikali ya Tanzania kwa kuamua kujitokeza na kuweza kukemea kwa kauli ya waziri wa ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Kenya. Anasema kabisa serikali ya Kenya inalaani matamshi kama yale, na Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa wa Tanzania pia alitoa maneno yanayofanana na hayo, kwamba kwa kweli hakuna mgogoro kati ya Tanzania na Kenya. Lakini mimi jambo moja ningependa kusisitiza ni tunahitaji serikali zetu ziweke utaratibu ambao utakuwa ni endelevu katika kuendeleza Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jumuiya ya Afrika Mashariki haiwezi kuendelea kwa kutumia matamshi ya viongozi pekee. Inatakiwa wananchi, wanahabari wa Kenya na wa Tanzania na wa Uganda na wa Rwanda na wa Sudani ya Kusini washikamane, washirikiane. Inatakiwa wafanya biashara washikamane, washirikiane. Hivi sasa hapa tulipofikia, nitawashangaza nikiwaambia kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki tumeshapiga hatua kubwa sana. Hivi sasa tulianza na ushuru wa forodha moja, tukaenda soko la pamoja. Sasa hivi tunazungumza pasi ya pamoja. Ni kwamba ukitoka Tanzania ukaenda Kenya hutakiwi kuulizwa na mtu yeyote ndani ya siku 90. Unaweza kutembea Kenya, ukakaa River Road, ukakaa Kenya Uniforms pale, popote pale unapotaka. Mtu wa Kenya anaweza kuja Dar es Salaam, akakaa Kariakoo, akakaa Manzese, akakaa Tandale, pasipo kuulizwa na mtu yoyote katika siku 90. Sasa haya maneno ya kusema nani amekuja kuuza karanga katika soko la Gikomba au nani ameuza cheni katika soko la Kariakoo, haya maneno ni chokochoko ya kibiashara na ya kidiplomasia, ambayo mimi binafsi nikiwa mwenyewe mtu ambaye ni mtaalamu kidogo wa masuala ya uhusiano wa kimataifa na masuala ya mtangamano wa kikanda, nadhani yanahitaji kukemewa sio tu na viongozi, yanahitaji yakemewe na kila mmoja katika wanajumuiya ya Afrika Mashariki. Mimi hapa Kibamba, wewe mtangazaji, na wengine wote tunatakiwa kusimama kukemea, kwa kuwa tukianza kurudi nyuma kitu kinaitwa Jumuiya ya Afrika Mashariki itakufa tena, na itakufa vibaya kuliko ilivyokufa mwaka 77. Umetaja hapo awali kwamba kulingana na kauli za Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, kulingana na kauli ambayo ilitolewa na Waziri wa Masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka hapa nchini Kenya, Adan Mohamed, ni kana kwamba hakuna mzozo. Wewe mwenyewe kulingana na uweledi wako, kulingana na taaluma ambayo unayoifanya hiyo ya mahusiano ya kimataifa, na umeona shughuli nyingi zinazoendelea na mikwaruzano hapa na pale, unadhani kuna mzozo Afrika Mashariki au hasa baadhi ya haya mataifa? Ndugu yangu, tusiwe watu tunaopenda uongo. Afrika Mashariki kuna mizozo, sio mzozo mmoja. Kumekuwa na mizozo, kumekuwa na kufungwa mpaka kati ya Uganda na Rwanda ndio. Malori yamepanga pale, hayawezi kuvuka. Kumekuwa na mzozo kati ya Kenya na Tanzania. Kumekuwa na mzozo wakati fulani kati ya Rwanda na Burundi, mpaka umefungwa miezi mingi. Kwa hivyo hebu tusiwe watu ambao tunapenda kusema rangi blue tunaita nyeupe. Kumekuwa na vimizozo vingi kiasi kwamba mimi katika taaluma yangu natamani tungeweza kuwa na utaratibu wa kuhakikisha kwamba utatuzi wa migogoro na mizozo ungekuwepo, ukawekewa utaratibu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ninachokiona mimi, mkataba wa EAC kwa bahati mbaya ulifikiria mambo makubwa tu, lakini haya maneno ya mipasho kati ya mbunge wa Tanzania na wa Kenya,
maneno ya mipasho kati ya mwanahabari wa Kenya na Tanzania. Haya maneno ya mipasho haya yamekuwa hayajawekewa sauti, kauli nzito katika mkataba, kiasi kwamba watu wanaweka mipasho tu. Ilikuwa wakati wanahabari wa Kenya waliwahi kusema maneno ya mipasho kidogo kuhusu wanahabari wa Tanzania. Nashukuru kwamba lile jambo lilikwisha vizuri, lakini lingeweza kutupelekea mahala sio pazuri sana. Nitakuuliza swali lingine kuambatana na kauli hiyo yako ambayo umeitaja hapo, lakini kwanza kabla hatujarudi hapa studio pia kusikia kauli za Ishmael, labda tusikie baadhi ya watazamaji wetu ambao wanaotazama labda wana maswali. Niko na Joseph anapiga simu kutoka sehemu ya Nakuru pale. Joseph, nadhani unatupata vema. Habari za saa hizi? Nzuri sana. Naam, karibu sana kwenye kipindi cha Siasa za Kanda. Una swali lolote, maoni? Ndiyo, nina swali moja. Ndiyo. Endelea. Swali langu inakujia namna hii. Wakati huu rais wa Tanzania alipochoma kuku akafuatilia na ng'ombe, katika Kenya hakuna mtu aliongea. Ndiyo. Joseph. Yes. Tunakusikia. Haya. Wakati alipochoma kuku na akauza ng'ombe zetu, hakuna swali lolote iliendelea. Kwa hivyo sisi tunakuwa tukijua wanafanya maksudi wakingojea tujibu yoyote. Sasa huyu Njagu amekaa kaumwa na kinonda, akaona alipuke chochote, atalipuka asikie kutaendaje. Na sasa ndio tunaona kweli wale wanakuwa wakingojea Wakenya waongee. Mimi nikiongea hivi naongea kama driver ya long distance trailer. Ndiyo. Na ile shida tunapata kule si kidogo. Ndiyo. Kwa maana hata hao wa Tanzania wakija pande hii kufuka boda wanasema wameingia nchi ya kimataifa, unakaa vile upendavyo. Kwa maana hatukuagi na shughuli yoyote na mtu bora tu hajafunja sheria. Lakini kule, ndugu yangu, kabla hujatembelea kule ni kuna tabu. Asante sana Joseph. Huyo ni mwendeshaji wa yale malori ya masafa marefu. Bila shaka tumeweza kusikia kauli yako. Anasema kwamba kuna tofauti hizo, ni kana kwamba upande wetu wa Kenya tumetulia tu mpaka tuchokozwe ama tufanye nini, lakini hatutoki. Ametaja mifano, umetaja wakati kulikuwa na wale kuku walichomwa na ng'ombe wakapigwa mnada na vitu kama hivyo. Ni kana kwamba upande wetu wa Kenya tumetulia sana. Kusema kweli, nchi ya Kenya tunachukua responsibility kubwa sana. Ukiangalia ule uchokozi tunapata kwa neighbors wetu, unakuwa ni kama uko juu. Kuna wakati mwingine pale Uganda wachuzi wale wa fishermen wale ndio wanashtuliwa na askari wa Uganda, na tuko tu responsible sana. Sisi ni kama sisi ndio vile huo driver amesema, hii ndio nchi ya kimataifa. Yaani tuko international destination, international country. Kwa hivyo jambo ambalo linakera wananchi sana ni jukumu yetu kama Kenya ni nini? Unaona? Naona wakati mwingi President Yoweri Museveni anaingia hapa, hata anashtukia tu asubuhi ati tuko na president wa Uganda hapa. Lakini sioni hayo yakifanyika na Tanzania, unaona? Na sioni hayo yakifanyika na nchi zingine. Kwa hivyo lazima pia State House na Foreign Affairs wakuwe na msimamo. Waseme ya kwamba ni kweli tuko na shida kidogo, kama vile mwenzetu ameongea pale kutoka. Ndio, amesema lazima presidents wetu wazungumze, waseme ya kwamba tuna nia na tunataka kutekeleza uwiano na umoja katika nchi ya Afrika Mashariki. Safi. Ishmael, acha tusikize Mkenya mwingine hapa kutoka maeneo ya Thika pale. David, habari za saa hizi? Njema baba. Una swali lolote, una maoni yoyote kuambatana na mada tunayozungumzia leo? Nina tu maoni kidogo. Naam, endelea. Fursa unayo. Maoni yangu ya kwanza kwa Chakwa. Unajua angeongea na nchi nyamaze tu. Tanzania ingelalamika au ingejibu na ile uchungu walikuwa wanafikia. Ndio. Kwa sababu huyu mtu aliongea. Na baada ya yeye kuongea, serikali ilichukua hatua moja kwa moja na ikamweka ndani. Kama kuna mazoea amezoea, sasa amejua haiendi hivyo. Hilo hata sasa hivi tukizungumza tutakani kukuza muungano wa Afrika Mashariki. Tuheshimu na tuupe nguvu, kwa sababu mtu kama mimi kwetu nyumbani ni pale Malaba mpakani tu. Ndio.
Na watu wetu huwa mara nyingi wanalalamika, na hata hatujafikishia serikali report. Sisi wenyewe tunachukua hilo jukumu, tunaongea na pande zote mbili. Unakuta watu ya Uganda amekuja na mahindi kwetu tukiuza korokoro 100. Yeye anakuja na korokoro anauza 20. What we usually do, ninaona market iko namna gani huko kwetu. Tunanunua hiyo mahindi yake. Yakiniharibia nini biashara? Ipo ni tirani ni kukusa tu uhusiano. Ni kuwa na msamaha kwa wingi. Kama mtu huko kwa jamii ya baba ambaye ana wake wengi. Ndugu zako kuna vitu mnaweza kuarusana na si kila jambo litaendea baba yako. Hili ni jambo hata hatutakani kuhusisha president wetu. Serikali yeye ndiye anasimamia, imechukua jukumu tayari kwa kuweka huyo ndani. Tutasuluhisha na kuambia Tanzania pole. Safi kabisa David, asante. Asante sana David, tunafurahi sana kuwasiliana nawe kwa maoni kama hayo. Kitu kimoja ambacho amezungumzia David ni kwamba anasisitiza huu muungano tuupe nguvu. Ndiyo tunaupa nguvu kutoka mashinani huku, kutoka chini kuja juu, na hali ni kama hivyo katika mataifa mengine, lakini je, viongozi wetu wako sawa? Unajua hivyo ndivyo amesema Sindani. Amesema actually hata hakuna haja kuleta ndani rais wa nchi, kwa sababu ikiwa vifaa yani viongozi wale ambao wameajiriwa na serikali wanafanya kazi yao mipaka, itakuwa sawa sawa. Vile mwenzetu amesema pale, kama uko na East African passport, lazima idunge stamp pale kwenye mpaka, ijulikane umeingia leo, within hiyo mwezi 3 hakuna mtu anakuletea shida. Lakini shida sasa Manzu ni watu wetu wa serikali, je, wanafanya hii kazi? Unasikia ule driver alikuwa anasema Busia wao wenyewe ndio wanafanya nini? Wanajitetea, wanazungumza na wale wengine wa Uganda. Kwa hivyo ile kulala ya wafanyi kazi wa serikali kusema kweli kwenye mipaka, kwenye Nyayo House, watu waamke wajue wanafanya service kwa nation. Kuna swali moja hapa nataka niliunganishe kutokamana na kauli iliyotolewa na ndugu Kibamba kule sehemu ya Dar es Salaam. Nasema manake mwisho pale alizungumzia kwamba muungano uko sawa, lakini kuna changamoto za hapa na pale. Ametaja mvutano ulioko kati ya Uganda na Rwanda ambao unashuhudiwa hivi sasa, ingawa pale kwenye ule mpaka umefunguliwa kwa muda, kuna shughuli zinaendelea. Ametaja mivutano mingine ambayo imekumba katika maeneo haya. Je, kuna haja ya viongozi kuja kukaa chini na kuangalia matatizo kama haya? Definitely kuna haja. Lazima viongozi waonyeshe nia. Unaona ile kawaida tunapenda sana kukumbuka handshake. Ndio. Handshake tu mambo yote ikakuwa sawa sawa. Kwa hivyo kuna haja Kenya, Magufuli, president wetu na wa Uganda na wa Rwanda, Burundi, wakae chini wote waseme, waonyeshe nia, waonyeshe wananchi ya kwamba sisi ni marafiki na tunataka kukuza jumuiya ya East Africa. Lakini wasipoketi pamoja, wananchi wanateka advantage kama Njagwa, wanasema sasa tutawapiga hawa. Na wakisema hivyo wale wa Tanzania pia wanasema tutawapiga hawa. Kwa hivyo East Africa yote wakianza kusema tutapiga hawa, watu watarudi makwao na uchumi ule wa jumuiya ya Afrika Mashariki hautaendelea. Kwa hivyo ni muhimu. Lakini pia tukumbuke sisi kama experts, tusiite kijiko ndogo ni kijiko kubwa. Njagwa atazungumuza kisiasa hapa na pale, atashikwa, ataenda korokoroni, na mwishowe Kenya na Tanzania, Uganda, jumuiya ya Afrika Mashariki watakuwa ni marafiki. Juzi tumetandika Tanzania mpira. Na utaona sasa pale Egypt watu wanafurahi kidogo. Wanafurahi pale, wengine wanasema tumewashinda, tumefanya hivi. It has no meaning. Yani si eti sasa wale ni maadui, ni mpira. Kwa hivyo vile vile iko watu wadogo wadogo watazungumza hivi na vile. Ni jukumu ya Foreign Affairs na State House kuhakikishia umati ya watu katika nchi zao ya kwamba sisi mkumbuke ni marafiki. Hai mengine hiyo mizozo midogo midogo ya wamesema itatatuliwa within the borders ama na Foreign Affairs, na bado uhusiano wetu utaendelea kuimarika. Labda sijui kama ndugu Kibamba tuko naye kutoka maeneo ya Dar es Salaam, na mnaarifiwa kidogo Kibamba mawasiliano yamekatika. Maana kule kidogo kuna changamoto za mawasiliano jijini Dar es Salaam pale, lakini tutamtafuta katika kumalizia kauli zake. Lakini kuna swala moja la msingi pia ambalo kidogo lilitajwa na pia uliligusia pale awali. Kuna haja ya kiongozi wa taifa la Tanzania, Rais Pombe Magufuli, kuhakikisha kwamba anaimarisha uhusiano. Maana kunapokuwa na ziara mara kwa mara, wao wenyewe wanatembeleana,
hiyo ni njia moja kuonyesha kwamba hawa wako pamoja na kuna mshikamano dhabiti. Lakini kulingana na historia, kwa bahati mbaya, nadhani tangu Mheshimiwa John Pombe Magufuli ateuliwe, alikuja Kenya mwaka 2016, ilikuwa mwezi wa Oktoba, mwaka mmoja baada, kinyume na watangulizi wake kina Mheshimiwa Rais Kikwete na hata yule mwenzake aliyopita, ambao mara nyingi walikuwa wanafanya ziara zao hapa nchini Kenya kuangalia mambo yao ya uhusiano ukoje. Wengine hata wakakuta kutokamana na urafiki ule wa karibu kukatengenezwa barabara ya Rais Kibaki kule nchini Tanzania. Hapa Kenya pia tukawa na barabara moja ikaitwa jina la Rais Kikwete. Je, hii inachukuliwa vipi? Maanake hajakuwa akifika sana hapa nchini Kenya. Mwajua Manzu, hali ya uongozi wa nchi haitegemei individual moja yule. Kwa hivyo wale viongozi technocrats ambao wanamsurround president wa Tanzania are to blame. Hawa ndio lazima tuweke lawama. Uhuru Kenyatta hawezi kuamka kesho asubuhi na akasema ninakimbia Mexico kwa sababu nimeongea na president wa pale. Hapana. Kuna mikakati, kuna procedure. Kwa hivyo wale watu ambao wako around hawa maraisi lazima wafanye jukumu yao, wahakikisha kwamba wanakumbushana ya kwamba mambo haya ambayo sasa yanaibuka ni vipi tutayazima kwa kutembelea. Kwa hivyo siwezi kumblame Magufuli peke yake 100%, no. Wale ambao wamemzunguka. Kwa hivyo ni nchi nzima. Je, hiyo nchi inataka sisi tuwe na uwiano mzuri? Tunaona ya kwamba kuna masimu, kuna vifaa mbalimbali ambavyo watu wanaweza kutumia kuwasiliana. Kwa hivyo wangekuwa wamewasiliana nao, lakini hatuwezi kusema ni Magufuli peke yake, lazima itinerary yake itengenezwe. Lakini ikiwa ni yeye ambaye hajaonyesha pendo lolote ama intention ya kukuja Nairobi, nafikiri ni lazima amke na aseme kwamba anataka kukuja hapa. Lakini pia president wetu ameenda Tanzania mara ngapi? Unaona? Kwa hivyo lazima, mimi nimesema kwamba watu kwenye ofisi za foreign affairs, ofisi za East African Community wafanye kazi yao na waseme ya kwamba tunataka. Hii ni kama campaign Manzu. Campaign, ule ambaye anapigania kiti lazima akumbushe kila mara that tunataka kwenda ile sehemu, tunataka kwenda ile sehemu. Vyema kabisa. Ndugu Kibambe, nadhani tumekupata hivi sasa, labda kwa njia ya simu, maanake kidogo mawasiliano yalikuwa yanakatika. Ulitaja baadhi ya changamoto ambazo ndogo tuko nazo hapa Afrika ya Mashariki, na labda kwa maoni yako, nadhani kuna umuhimu sasa wa viongozi kufanya mikutano ya haraka sana, kukaa pamoja muda baada ya muda, wawe tu wanakutana kuangazia namna ambapo uwiano utakuwa unadhibitiwa. Kwa ufupi tukumalizia. Naam, ni kweli ipo mikutano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo imewekwa kama sehemu ya vikao vya kawaida. Hiyo huwa inaendelea. Lakini jambo moja ambalo nilitaka kusema ni kwamba jumuiya, mtangamano unataka watu mkutane kila siku. Hata ndoa huimarishwa na kule kushikamana kila siku. Sasa mimi ningependekeza kwamba viongozi wetu wahakikishe wanakuwa na mikutano mingi iwezekanavyo katika kuhakikisha kwamba zile changamoto ndogo wanaweza kujadili na kuzitatua. Safi kabisa. Asante sana ndugu Dios Kibamba ambaye tuliwasiliana nawe, ingawa kidogo mawasiliano yalikuwa na matatizo, lakini kauli zako tumezipata kwamba licha ya kwamba kuna changamoto za hapa na pale, viongozi wanatoa kauli ambazo kidogo hazina mshikamano wowote ule katika jumuiya. Kuna haja ya hawa viongozi wakuu kufanya mikutano ya mara kwa mara ili kuimarisha uhusiano tulio nao. Kumalizia, Ishmael, kwenda mbele hivi sasa ni kitu gani labda unadhani Afrika Mashariki, licha ya kwamba imejivunia kutokamana na jumuiya ilionayo, jumuiya ambayo ilitengenezwa ikavunjika, kaja katengenezwa tena upya, ikaimarishwa kupitia uongozi wake na sera za mahusiano haya ya kimataifa, kupitia biashara, kupitia masuala ya diplomasia, kupitia tamaduni tulizonazo, kwenda mbele tunafaa tusonge vipi hapa? Mimi ningesuggest ya kwamba Tanzania wasituogope sana eti tukiingia pale tutaharibu biashara. Na vile vile Kenya isijinyenyekee kuzidi kipimo. Unajua uchumi umefunguliwa na sio Kenya ama East Africa peke yake. Hivi ndivyo iko Southern African nations. Hivi ndivyo vile iko in the American nations, Asian nations. Kwa hivyo lazima watu wajue kwamba sasa ni haki yako kwenda kukaa popote na kufanya biashara. Kwa hivyo tusiogopane sisi kama wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Asante sana Ishmael. Mtazamaji, kukumbusha tu siku hii ya leo kuna mambo makubwa yamefanyika ulimwenguni, ikiwemo mkutano mkubwa ambao umefanyika kwa mara ya kwanza chini ya rais wa Marekani ambaye yuko mamlakani. Rais wa Marekani Donald Trump alifanya mkutano katika sehemu ambayo kidogo ilikuwa na utata kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini, mkutano ambao wengi hawakutegemea, lakini kupitia mitandao ya kijamii ambayo inayotumiwa na rais huyu, basi aliweza kutangaza kwamba nitakutana na Kim Jong-un, jambo ambalo liliweza kufanyika hasa baada ya kukutana na rais wa Korea ile ya Kusini. Vile vile kinachoendelea hivi sasa sehemu ya Ethiopia ni kwamba kana kwamba yale maandamano yameanza upya na kuna mshinikizo zaidi zinazoendelea, lakini kwa upande mwingine pia jumuiya ya kimataifa imewatahadharisha sana idara ya ulinzi maeneo yale kutoa dhulumu, kutoa kamata au kuwanyanyasa kwa namna yoyote waandamanaji ambao wanapigania haki zao katika maeneo yale ya Sudan kule ambako kumekuwa na vurugu. Ni hayo tu ambao tumeweza kuletea siku hii ya leo kwenye kipindi hiki cha siasa za kanda. Asante sana Dios Kibamba akiwa kule sehemu za Dar es Salaam nchini Tanzania. Asante sana pia kwa mgeni wangu hapa ambaye ni mchanganuzi wa masuala haya ya kimataifa na vile vile ni wakili Ishmael Nyaribo. Shukran sana. Vile vile asante sana kwako wewe mtazamaji ambao ulipata fursa ya kutazama, na yule ndugu David ambaye alipiga na mwenzake pia kutoka maeneo ya Nakuru na hata yule wa Thika pia anasema shukran za dhati kwa hisia zenu ili kuendeleza mjadala ambao tuliokuwa nao. Joseph na David kama sijakosea, na wengine nyote endeleeni kutazama KTN News. Mimi naitwa Ali Manzu. Kwaheri kwa sasa.